Tomo chomatigeri ali agotwikira semesa ito semambi ya bonuiga ngelinga ajali gose omubosokono mone sana nigotoka gose nigobeire asomochi bwogembo igalia Lenmek egali eroli nigo yacha kibote switi gose yasiri oboroso nakogenda gwaka ebibanda bire mbarabare yepara ange na Lenmek inyagitari Manchumo ligeri nigo tokonya kurira sasa mu social media kone toranyorire bari babiri batatu iga barenga instant yeyo gosa accident yeyo barenga se enkore yakorekanete naroro omongono umite sana ngo tutwererari na gotweresa atona ninki kyarenge Manchumo ligeri kibera mona ituba ko moelio aya na yanda mange no byokanyora ime ya INKA TV. Kwa majina naitwa Julius Okemwa Mogotu. Kwangu ni hapa Lenmek. Alafu nilitoka asubuhi nikaenda kwa barabara, kuna kachukua kanga alikuwa mgonjwa. Nikaenda kuchukua pesa kwa kuna M-Pesa niko nayo hapo mbele. Kuna mtu nimerenti hapo. Nikaenda kumwambia nipe kadi nyingine kalikuwa huko. Nipatie mtoto apeleke mtoto shule hospitali. Sasa dakika chache hivi tulimalizana, nikasikia sauti ya kupiwa pum. Sasa sikujua ni nini. Dakika chache hata mimi nilikuja kujielewa tu kwa hospitali, sikujua ilikuwa nini mpaka tukapelekwa tukafanyiwa emergency hapo. Tukatolewa hapo na ambulance tukapelekwa general. Sasa general ndio tumefanyiwa matibabu. Sasa tukaruhusiwa kukuja nyumbani. So tuseme wewe ulisikia tu sauti na kuona gari ikikuja hivyo? Hapana. Nilisikia sauti juu nilikuwa kwa duka ndani. Hapo kwa counter. Na mahali ambapo wakati umechukuliwa hospitali mkafanyia emergency ukachukuliwa KTRH. Nikaskaniwa kichwa na kifua na mguu. Sasa nikaambiwa sina shida yoyote, ni nje tu. Kuna Mkenya amesema, kuna mwananchi amesema hapa kwamba ulikuwa umeenda kuamsha hao wengine. Sijaweza kumuelewa vizuri. Yaani nilienda huko, huyu tenant wangu, mimi ni landlord. Nikapata amelala kwa kiti. Amepoa tu. Nikamuita ndio nikamuulizia hiyo pesa alikuwa naye. Akaniambia sasa ngojea kidogo nitakupea. Sasa ile harakati ya kuongea nikitoa mguu kidogo kukuja nje nikasikia hiyo sauti ikipiwa. Sasa kuanzia hapo sikujua vile ilienda. Mpaka nikapatikana nikiwa hosi. So tuseme wewe pale mbele uko na duka lako. Tuseme mali yako yenye imepoteza inaweza fika gharama kama around 500. 500. Ilikuwa M-Pesa na? M-Pesa na duka. M-Pesa na duka. Kuuliza kwamba na simu yangu ilipotea, sasa sijui ilipotea wapi. Wewe kama yule ambaye unakaa maeneo haya wakati mambo kama haya yamefanyika, ni ajali ndio. Lakini wewe ombi lako kwa serikali ama yule ambaye anatazama na nini? Mimi naendelea tu juu hapo ndio najisaidia. Serikali kutusaidia juu hapo ndio nini yangu mapato. Niko na watoto wawili, mmoja university, Kisii University lakini alimaliza. Ako Nairobi na mwingine ako Egerton. Na huyu alifanya anataka kuenda juu hii mwaka. Sasa sina njia yoyote. Hapo ndio nilikuwa natoa ndio niwalipie. Labda pengine namba yako ya simu. Namba yako ya simu ni 07 200 60 878. Majina ni Julius Okemwa Mogotu. Mtoto wako anasema ushukuru Mungu. Mungu alimtoa mbali. Mimi naweza sema ya kwamba angalau
hata kama mali imepotea, Mungu amekusaidia, uko bado tu unaona watu wako, unaona tu familia yako leo. Ndio nasema sasa Mungu alinitoa mahali nilikuwa, sasa niko na watoto lakini sina njia ya kusaidia sasa, lakini nimesema Mungu amenisaidia tu. Serikali ikianza sasa itusaidie tu, hatuna njia yoyote sasa. Hiyo vitu iliharibika yote kabisa. Mimi ni Mheshimiwa Joseph Sonyo Ndari wa ward ya Sameta Mkwerero. Hapa ni mahali ambako ajali imefanyika leo na imeumiza watu. Hii gari ambayo iko hapa kando ilikuwa inatoka Kisii ikielekea sehemu ya Ugembo, lakini kufika katikati hapa ni kama ilikosa brakes. Wakati ilifika hapa ikapita pump ambayo iko hapa karibu. Sasa wakati ililuka hiyo pump, I think ili accelerate yenyewe. Sasa na kuna magari ambayo yalikuwa kwa parapara, akaona hawezi kuonga hiyo magari, akaeba kwenda chini, ndio akakuja kwa vioski ambao vika hapa na akapata kupita juu. Na zaidi ya hapo kuna watu ambao waliumia hapa, lakini kwa bahati nzuri hakuna yeyote ambaye alikufa. Wote wametibiwa katika Kisii level 6 na wameruhusiwa kwenda nyumbani. Sasa hii tumepata kuangalia wako na majeraha mbalimbali, lakini tunawaombea Mungu apate kuwasaidia wapone. Ile kitu tu ambayo tumeona hapa, wale ambao walikuwa wanafanya biashara hapa wamepoteza mali mingi, tena mingi, kwa vile hawa ndio walikuwa wanatengeneza vyakula hapa, na kuna vitu ambao walikuwa wanauza ili kupatia wale ambao wako katika hiyo hospitali, pengine wananunua vitu hapa. Sasa wamepoteza mali mingi, na hapa ndio hao watu walikuwa wanapata mahali pa kukulia na kufanya watoto wao wapate kusomeshwa. Sasa watakosa mahali pa kufanyia kazi, na vile vile watakosa kazi ile ambao watakuwa wanafanya. Lakini kitu cha muhimu ni kwamba ilikuwa bahati, hata ngao walikuwa wamefungua biashara, walikuwa wametoka kidogo tu kunywa maji kwa nyumba, kurudi ndio wakapata ya kwamba hii imepita. Tunaomba ya kwamba Mungu amewapigania, hawakuumia wengi, lakini kwa wale wadogo ambao wameumia, tumechukua jukumu. Nilichukua jukumu saa hiyo wakati accident ilifanyika, nikaita ambulances kutoka Kisii level 6, na hizo ambulances zilikimbia hapa karibu 5, zikasaidia kupeleka watu hospitali na wamehudumiwa vizuri. Narudishia Kisii County Hospital, that is Kisii TRH, na warudishia asante sana kwa vile they acted very fast kuona ya kwamba hao watu wamesaidiwa kutoka hapa, wamekimbizwa hospitali wapate kuhudumiwa. Otherwise na wapongeza kwa yale yote ambao wamefanya. Na mimi ningesema ya kwamba vijana wetu na wazazi, tafadhali tusiwe tunasimama kwa parapara sana. Kama unajua ingekuwa mchana hivi jioni, wale watu ambao huwa wanasimama hapa, ingekuwa accident mbaya sana. Lakini ilikuwa bahati nzuri, ilikuwa asubuhi na haikupata watu wengi. Ni hiyo tu. Na pengine kuna masoko mingi sana ziko kwa barabara kama hizi, mnapanga kufanya aje angalau hizi vitu tuzizuie? Najua inakuwa vigumu. Of course tunajaribu kutoa ile ambayo iko mpaka kwa barabara. Tumejaribu, county government imejaribu kusema ya kwamba hiyo vitu itolewe ikae mbali kidogo na barabara. Hata ukiangalia kutoka Kisii, hapo Kisii kutoka Minyingwa, nyingi wametengeneza mpaka kwa barabara. Ukienda Ugembo town, hapo kando ya barabara ya kuingia Ugembo town, wametengeneza vioski nyingi sana huko. Tumejaribu kuwaambia watu ya kwamba hiyo sio mzuri sana. Kuna siku moja ambayo accident gari inaweza kosa brakes, itaingia kwao, itawaua. Afadhali waweke nje kidogo ili wapate kutoka kwa barabara katikati, ambako wakati mwingine wasipata ajali. Tumejaribu kuelezea, lakini ni kwa vile watu wanajitafutia. Mahali padogo pale mtu akipata anaona wacha niweka hapa nijitafutie. Sasa hiyo ndio inakuwa shida, lakini kwa hapa tunaomba Mungu vile amewapigania. Na pengine nyinyi kama serikali, kuna hao watu ambao wamepoteza mali zao, mmepanga vipi sasa ili kuwarudishia mali zao, ama ni kipi kitakachoendelea? Unajua hii imefanyika leo, na mimi ndio chairman wa administration katika
county government yetu ya Kisii, county assembly. Na ndio nadiri na disaster management. So this one nitapeleka kidogo tuangalie watu niangalie katika idara ya disaster management, tuone if there is anything ambayo inaweza kuwasaidia kidogo ili tupate kuwapatia, tuwaendeleshe kidogo vile mahali wameumia. Saidi naona hawa ni wanabiashara kidogo kidogo, inajua hawana insurance, hakuna njia watafidiwa kwa vile hawana insurance, na it is not easy kujua kila mmoja alipoteza mahali ya kiasi gani, kwa vile najua walikuja tu wakaweka ndio wanaikuwa waanze kuhesabu waanze biashara, so it is not very automatic tujue ni, lakini vile tunaangalia mali imeharibika, kwa hiyo tutajaribu tu tuone vile tutasaidia, kama kutakuwa na usaidizi tutawasaidia kidogo kidogo. Yes. Okay, asante mheshimiwa. Asante. Gari litatoka hapa.